Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii nzuri sana ambayo nimepata ya kuja kukuletea mwana wa Mungu popote pale ulipo, ili upate kujifahamu wewe ikiwa Roho Mtakatifu yupo ndani yako. Mimi ninapenda kukupa hongera sana kwa sababu ni jambo zuri sana. Hata Bwana wetu Yesu Kristo alisema huyo ndiye msaidizi wetu. Kwa hiyo wewe mwenyewe unajisikia furaha kiasi gani unapokuwa na msaidizi ndani yako? Msaidizi huyu ambaye atakuongoza katika kutembea njia inayompendeza Mungu. Ni jambo zuri sana ndani ya mtu. Basi zifuatazo ni dalili ambazo zikikuonyesha wewe au ukiwa nazo wewe basi moja kwa moja huyo Roho Mtakatifu yupo ndani yake, na hayo ndiyo matunda yake ndani ya mwanadamu. Kichwa cha somo hapo nimekiandika ya kwamba Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, hivi ndivyo ambavyo unajisikia. Utasikia dalili zifuatazo. Dalili ya kwanza, tunda la Roho Mtakatifu ni upendo. Utakuwa na upendo wa kumpenda Mungu na jirani kwa kujitolea bila ubinafsi. Yaani wewe ukijiona una ile hali ya kujitoa kwa watu bila kuwa na ubinafsi. Yaani unaona watu wote sawa kwako. Mtoto wa mwenzio kama wa kwako. Hilo ni tunda la Roho Mtakatifu ambalo ni upendo. Ya pili ni amani. Yaani unakuwa na utulivu wa moyo unaotokana na kumwamini Mungu. Yaani ule utulivu, moyo wako unakuwa na utulivu mkubwa sana. Yaani utulivu. Yaani nikisema utulivu ni ule utulivu ambao umetulia. Hiyo ndio amani ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu, na ndilo tunda la Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Kwa ukiwa na amani muda wote, saa yote, hata patokee dhoruba gani, wewe unajisikia amani, hilo ndio tunda la Roho Mtakatifu, na ndilo ambalo litakuongoza katika kutenda usahihi mbele ya Mungu. Tunda la tatu ni wema. Wewe unakuwa ni mtu mwenye wema kwa watu wote. Hatua hii ni hatua ambayo inaelezea huruma. Wema unakuwa na huruma pia na kufikiria wengine. Yaani wewe una tabia ya kuwa na wema sana, unakuwa na huruma sana, lakini pia unafikiria wengine zaidi. Hiyo ndio wema, na hilo ndio tunda la Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Unajua mwenyewe ya kwamba Bwana Yesu aliweza kujitoa yeye kwa ajili yetu. Huo ni wema, huo ni upendo ambao alikuwa nao kwetu sisi. Kwa hiyo wema, mwanadamu anapokuwa ndani yake, hilo ni tunda la Roho Mtakatifu. Hongera sana mtoto wa Mungu ikiwa upo na hali hiyo. Dalili ya 4 ni ukarimu. Unakuwa na utayari wa kujitoa kwa upendo na huduma kwa watu wote. Yaani pasipokuwa na upendeleo, unakuwa na ukarimu, unatamani kutenda ukarimu kwa watu wote. Yaani unakuwa wewe ni mtu wa watu wote. Ukarimu wa utayari wa kujitoa kwa watu wote. Basi ikiwa wewe upo na ukarimu huo wa kujitoa kwa watu wote na bila kuwa na upendeleo, nayo ni tunda la Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Dalili nyingine ya 5 ni uaminifu. Unakuwa na uaminifu kwa Mungu na kujitolea kwa ahadi zake, pia kwa watu. Yaani uaminifu huu unakuwa kwa Mungu na wanadamu. Kwa Mungu utaenda na uaminifu kulingana na neno lake ambalo linatuagiza.
Hilo ni tunda la Roho Mtakatifu. Lakini kwa wanadamu utawatendea mambo ya uaminifu pasipo kuumiza watu, pasipo kupendelea watu. Yani utatenda kwa uaminifu sana, yani utajisikia mwenyewe kufanya uaminifu. Kwa hiyo ndio maana utakuta mtu mwingine ameenda dukani, lakini change amezidishiwa, anafika nyumbani, anahesabu. Kwa hiyo anasema hii hela sio ya kwangu, hii imezidi sio ya kwangu. Kwa hiyo ukiona upo hivyo, ujue Roho Mtakatifu yuko ndani yako, tena kwa sehemu kubwa sana. Unasema hii change ngoja nikairudishe, ni ya watu. Kwa hiyo unaenda dukani, unaenda kuirudisha, na yule mwenye duka anakushangaa. Anajua huyu ni mtu wa Mungu kabisa huyu. Kwa hiyo anazidi kukuamini na yeye, na wewe unazidi kujenga uaminifu kwa watu pia. Mungu ndivyo alivyo, na hilo ndo tunda la Roho Mtakatifu ndani ya mwanadamu. Kwa sababu mtu wa Mungu hawezi akazidishiwa change akasema inaitumia Bwana. Wewe utakaje na amani? Yani huwezi kukaa na amani, huwezi kulala usingizi, utapeleka hata kama ni usiku wa manane. Ndivyo Roho Mtakatifu alivyo, ili ulale pasipokuwa na hukumu yoyote. Dalili nyingine ya 6 ni kujidhibiti. Unakuwa ni mtu mwenye kujizuia dhidi ya matamanio na misukumo kwa ajili ya wema. Yani unakuwa ni mtu mwenye kujidhibiti. Matamanio yanakuwa sio sehemu ya maisha yako wewe. Yani ni mfano wa ndoo ya maji ambayo ile ndoo ina mfuniko, sasa inamiminwa maji hayaingii. Ndivyo ambavyo moyo wa mtu aliye na Roho Mtakatifu unakuwa, inakuwa ipo ndani yako wewe. Yani yanaishia tu huko yani hata ukiona nini, wewe unajidhibiti kweli kweli. Hata ukiona mtu kadondosha rundo la pesa hapo, wewe unakuwa ile matamanio kusema huyu asimwambie, ngoja aondoke hapa niweze kukuta hii pesa. Lakini matamanio kwa sababu hayapo, basi utamwambia kwa uaminifu, sababu ndio Roho Mtakatifu tunda lake. Utamwambia umedondosha hela yako hii hapa bwana. Na yeye atakuamini sana kwa sababu umeweza kujidhibiti na ile matamanio. Kwa hiyo ni jaribu la kwako wewe kama mwanadamu, umekutana na hiyo situation, basi wewe unayo Roho Mtakatifu ndani yako, na pia Roho wa Mungu yupo ndani yako, tena kwa sehemu kubwa sana sana. Umekuwa na huruma mzuri mbele ya Mungu na wanadamu. Dalili nyingine ya 7 ni furaha. Unakuwa na furaha kubwa inayotoka kwa Bwana Mungu aliye hai. Furaha inakuwa moyo wako una furaha, unajisikia shwari, hakuna maumivu, shwari. Ndiyo tunaishi kwenye dunia ambayo tunakutana na mambo mengi. Unaweza kukutwa na jambo lika kwenye situation ya kukuumiza, lakini wewe kwa sababu una furaha na Roho Mtakatifu ndani yako, unaona ni mambo ambayo kwa sababu Mungu yupo basi yanawezekana kabisa. Unajisikia furaha, ukimfikiria Mungu tunasikia amani, furaha. Mungu yupo kwa ajili yako. Hilo ni tunda la Roho Mtakatifu, furaha ndani ya mtu. Dalili nyingine ambayo ni ya 7. Dalili ya 7 ni subira. Unakuwa ni mtu mwenye uvumilivu, mtulivu wakati wa shida au wakati jambo linapochelewa. Unakuwa mtu mwenye uvumilivu, mtu mwenye kuvumilia na kusubiri. Kwa hiyo ni subira ambayo Roho Mtakatifu ndilo tunda lake ndani ya mwanadamu. Dalili nyingine ya 8 kama sikosei ni upole. Unakuwa mpole kupitiliza. Upole ule ni upole wa roho na unyenyekevu katika maneno na matendo. Unakuwa mpole kwenye matendo na maneno yako yanakuwa maneno yenye upole. Katika kumwelekeza mtu katika hali ya upole na upendo kweli kweli. Kwa hiyo ni tunda la Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Dalili nyingine ambayo ni ya 11, ya 10 kama sikosei, ya 10 ni uaminifu.
uaminifu, unakuwa mwaminifu sana. Uaminifu huu ndicho ambacho kipimo watu wengi sana wanakuwa hawana, ambao ukiona mtu sio mwaminifu, mtu sio mwaminifu, hilo sio tunda la Roho Mtakatifu. Mtu aliyekuwa na Roho Mtakatifu lazima uwe mwaminifu, uwe mwaminifu. Wewe unaweza kumwambia mtu nakuja saa 10 na dakika labda ngapi ndakuwa hapo, kwa sababu labda umepatwa na dharura hujaenda, umepatwa na jambo hujaenda. Kwa sababu wewe ni roho ya uaminifu iko ndani yako, utasema ngoja niwasiliane yule mtu niweze kumweleza bwana nimeshindwa kufika, nilisema nitafika muda huu lakini sasa nitafika muda fulani. Huo ndio uaminifu, mtu anazidi kukuamini. Kwa hiyo uaminifu ni tunda la Roho Mtakatifu ambalo linakuwa ndani ya mwanadamu. Wewe ukiwa na hali hiyo, hongera sana. Dalili nyingine ya mwisho ni usafi. Yaani unakuwa msafi. Usafi wa akili na mwili, roho, kulingana na wito wako wewe mwenye Mungu amekuwekea ndani yako. Yaani unakuwa msafi. Mwili wako huo, mtu mwenye usafi wa mwili, usafi ambaye Roho Mtakatifu yuko ndani yake, tunda la usafi. Sasa wewe uweze ukawa tu mwenye mwili. Tukija upande wa mwili sasa, uweze ukawa ni mtu labda niseme mtu mwenye kuwa na wanaume wengi kama ni mwanamke, au mwanaume kuwa na wanawake wengi, yani kujichafua mambo ya nasa, ulevi, sijui kuenda katika mambo ambayo yanampendeza Mungu katika mwili. Nadhani wewe mwenyewe unaelewa. Lakini pia unakuwa na usafi wa moyo. Usafi wa moyo, yani ujazi takataka, na vile neno la Mungu linasema heri wenye moyo safi ndio watakao muona Mungu. Kwa hiyo wewe moyo wako unapokuwa msafi, hilo ni tunda la Roho Mtakatifu, utamuona Mungu. Utamuona Mungu, lakini pia ndio tunda na ishara ya Roho Mtakatifu ndani ya mtu. Basi kwa kusema hayo yote, mimi ninakutakia heri na baraka nyingi. Mwenyezi Mungu akusaidie wewe ambaye unatamani kuwa na Roho Mtakatifu. Bwana akujaze Roho Mtakatifu na upokee Roho Mtakatifu popote pale ulipo, na Mungu akusaidie na matunda ya Roho Mtakatifu yakastawi na ukatende wema, ukakubarike kwa Mungu na wanadamu, ili siku anakuja kunyakua watu wake wewe asikuache. Basi ubarikiwe sana. Lakini pia wewe ambaye una matunda hayo, mimi nakupa hongera sana, hongera sana, hongera sana, na Bwana azidi kulinda hayo matunda wala yasiondoke, maana ndio utajiri wetu hapa duniani mpaka mbinguni. Basi ubarikiwe na Bwana. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana.